Kwa siku ya leo tutaangalia imani katika maisha ya kila siku, lakini tukiwa tunaangalia vitu ambavyo imani inaweza kuvifanya. Mwanzoni kabisa tuliona kwamba imani si neno tu la kawaida, ni nguvu isiyoonekana lakini inayoonekana kupitia maisha ya mtu aliyeamini. Kabla imani haijabadilisha dunia, lazima ibadilishe mtu aliyeibeba imani hiyo. Imani huanzia ndani ya mtu, mahali ambapo hakuna mtu anayepaona, na hapo ndipo Mungu hujenga ujasiri, matumaini na nguvu ya kupambana na maisha ya kila siku ya mwanadamu. Ukiangalia katika kitabu cha Wafilipi 4:13, mwandishi anakuambia kuwa naweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Unatiwa nguvu na Mungu baada ya kuwa umemwamini na inatenda mambo makubwa ndani yako. Sasa imani inashinda hofu ya mwanadamu. Hofu huja pale ambapo macho yetu yanaona hatari, lakini imani hutazama mbali zaidi ya hatari, huona mbali zaidi. Imani inatufundisha kwamba ukimwamini Mungu hautetemeki hata upepo ukivuma. Upepo utausikia lakini huwezi kutetemeka. Majaribu yatakuja lakini wewe huwezi kutetemeka. Shida zitakuja lakini haziwezi zikakuondolea nafasi wewe ya kuendelea kumtumaini Mungu, kwa sababu moyo wako umejikita na umekita mizizi kwenye tumaini la kesho. Na hapo ndipo Mungu anaposubiria. Mungu haangalii kile unachokifanya leo kwamba kimeisha, hapana. Mungu anaangalia kile unachokifanya leo halafu kinaandaa kile ambacho utakuja kukiishi hapo mbele katika maisha yako ya baadaye, ambacho ndicho tunasema tumaini lako. Angalia mwandishi aliyeandika kitabu cha Zaburi ya 56. Yeye anasema nitakapokuwa na hofu nitakutumainia wewe. Yeye akiwa na hofu atamtumainia Mungu. Akiwa na tatizo ni kwa Mungu. Akiwa na shida ni kwa Mungu. Akiwa na hitaji lolote anamkimbilia Mungu. Akishakuwa na ile imani hata kidogo, yanamkimbilia Mungu kwa kila kitu, anampa mizigo yake yote na Mungu anatimiza bila shida. Angalia tena, imani inaleta uelekeo. Imani ukimwamini Mungu, imani ulionayo wewe au imani yoyote unayoweza kuiamini wewe inaweza kuleta mwelekeo, au ni kile wengine mnasema ni faith as guidance. Imani ni dira, inakuongoza pale ambapo akili haiwezi kuelewa chochote na macho hayaoni njia hata kidogo, lakini kumbe njia ipo. Macho yanakuambia hakuna njia, lakini ukweli ni kwamba njia ipo. Kila unapomwamini Mungu unampa nafasi ya kukuonyesha njia bora kuliko uliokuwa unaifikiria mwanzoni. Utaona hakuna njia, lakini ukimwamini Mungu, tumaini lako kaliweka kwake, hapo ndipo yeye atakuonyesha njia. Mtu mwingine alisema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Mtaliandika kitabu cha Mithali 3:5-6. Lakini imani inabadilisha hatima ya mtu. Kama mlikuwa hujui, tuwe pamoja. Imani inabadilisha hatima ya maisha ya mtu. Imani inaweza kukutoa kwenye giza na kukata tamaa ulivyokuwa mvizoea, ukaviona kwamba ni sehemu ya maisha yako. Kukata tamaa, kuishi kwenye matatizo kwamba ni sehemu ya maisha yako, lakini imani inaweza kukutoa pale ikakupeleka kwenye nuru ya mafanikio ya kiroho, ya kimwili, na hata kile ambacho ulikuwa unakitamani ukapata kwa sababu ya imani. Kila jambo unalolipitia leo linaweza kuwa sehemu ya ushuhuda wako wa kesho, ushuhuda kwa wengine. Inaweza kuwa ni sehemu ya kubatizwa kwa moto, ni sehemu ya majaribio tu unapita, ili hali ukimtegemea Mungu naye anakubadilisha. Ukiamua kuamini hata pale ambapo hakuna sababu ya kuamini, Mungu atatenda. Angalia Marko anavyoviandika. Yeye anasema mambo yote yanawezekana kwake
aaminiye. Shida ni imani tu. Lakini angalia, imani si maneno tu ya midomo. Ni maisha, ni pumzi, ni njia ya kuishi kila siku. Kumbuka, imani yako inaweza kubadilisha fikira zako ulizonazo leo. Inaweza kubadili mwelekeo wa maisha yako na kuandika upya hatima yako na kuandika historia yako mpya. Kilio chako leo kikabadilika kikawa sehemu ya mafanikio yako, lakini kilio chako leo kikageuka kikawa historia, kikawa ushuhuda kwa watu wengine. Mimi nikwambie kwamba unaweza kutembea kwa imani, si kwa kuona. Ukitaka kuona kwanza ndipo mambo yatimie, hapo Mungu atakukimbia. Lakini ukitaka kutembea zaidi mguu mbele, ukisonga mbele zaidi, muamini kwanza Mungu, hata kama humuoni, hata kama humsikii, hata kama unahisi kwamba hakusikii, lakini yeye atakuja wakati huo huo naye atatenda maajabu. Endelea kuwa na imani hiyo ndogo ulionayo, endelea kuikuza. Mimi nikushukuru sana kwa kuangalia podcast yetu ya pili kwa siku ya leo. Hii ni episode ya pili, lakini nikikuomba tena usisahau kuangalia episode ya 3, kwa sababu episode ya 3 sasa tutaangalia imani katika dini inatuambiaje. Tunazo dini mbalimbali, lakini imani katika dini inasema nini? Usisahau kushare na kubonyeza hicho kitufe cha kulike video zetu. Mungu akubariki.